tuliongea juu ya madhumuni ya ukombozi wa Afrika. Tulikuwa na malengo 3. Lengo la kwanza, uhuru, kufukuza wakoloni ambalo wazee wetu waliweza kutimiza, tukapata uhuru. Baada ya uhuru tulikuwa tunafaa kufanya mambo mengine mawili: kupatia watu wetu, sijui wanakisemaje kwa Kiswahili, prosperity. What is the word for prosperity? Mema. Tutakuja kupata neno ambalo na sasa prosperity kwa enzi hizi, wanasema enzi these times. I'm not as ignorant as I look with Swahili. Prosperity kwa enzi hizi ni kuzalisha mali, kuzalisha bidhaa au huduma. Kama unataka prosperity, you must produce a good or a service and you sell it. Now ukisha zalisha mali au kutoa huduma, lazima upate mtu wa kununua kutoka kwako. Na ukipata watu wananunua wengi, that's how prosperity grows. So the issue of market integration, was part of the liberation process of Africa. Without it, there's no way we can manage. So all these details we are talking about, they are details of the same strategic goal of how to build prosperity. Lengo la 3 ilikuwa strategic security, kujihami kwa Afrika. Dada Samia alinisaidia kukumbuka hilo neno, kujihami. How can Africa defend itself? We discussed that, but we shall go into details another time. So therefore, the political class should be very careful in Africa, not to be like the traditional chiefs, because we are here, we are people of this area. Waunguja, Waswahili wa hapa Dar es Salaam, Wazaramo, Wagogo, watu Wanyamwezi. Hao Wanyamwezi walikuwa wanakuja kwetu, walikuwa wanasema ni waungwana. Sasa watu wetu wakajitafuta vibaya, wakasema walunganwa. Hata leo ukija huko unakuta majina ya karunganwa from those waungwana. The Wanyamwezi ambao walikuwa wanakuja wanaleta ushanga, wanaleta nguo na vitu vingine, halafu wanarudisha ivory and so on from up there. Wasukuma, wale watu sio haya, una wengine hapo, the people of Biharamulo there, I've forgotten their name. Karagwe, we are all of the same, we have been here all this time. So, Mzungu Vasco da Gama
tulikuwa hapa kwenye hali yetu ya kienyeji, traditional. Huyu mzungu Vasco da Gama au wazungu walianzia huko kwao, kwenye shida zao walikuwa wanagombana na Waislamu. Alafu mwaka 1453 Waislamu wakashika bandari ya Constantinople, siku hizi wanaita Istanbul, yuko kwenye nchi ya Turkey. Baada ya Waislamu kushika hiyo bandari, wakazuia wazungu kwenda China. Kulikuwa njia ya barabara ya kwenda China ya makoporo ya kwenda huko China. Sasa wakajifunga. Wazungu wakaanza kutafuta njia nyingine kuzunguka Afrika. Kwanza mwaka 1460 kwenda kufika 72 walikuwa Sierra Leone, ni jina la Kireno hilo, au ni Waleno hao ndio waliongoza, Waleno na Waspanish. Kwenda kufika 1482 wakafika Angola, 1487 wakafika Cape Town, 1498 Vasco da Gama akapita hapo, akaenda Uhindi. Sasa habari zikaanza kuja kwamba watu wapya wamekuja huku wenye nguvu. Akashambulia Mombasa, kwenye njia hiyo. So you can see from 1498 to 1862, that's when Speke Huntington came through here to our area. All this time our chiefs were getting information kwamba watu wenye nguvu wanakuja, but they didn't unite to create strength. So baada ya uhuru, we need to move to strengthen Africa, not to repeat those problems, because I can see some threats already coming up. You can see ujeuri, arrogance, as if people who don't have strength don't matter. You can see the dangers. So I'm very glad we had this meeting, and we have dealt with some of the we in the army, we call them tactical issues, individual problems. But we need to consolidate the strategic ones. Like we were discussing the issue of Tanzania taking the lead in making locomotives here. Her Excellency mentioned how they are planning to do it. You should go ahead and we buy from you. This is what was the Kampala Agreement of 1965 was saying. We had agreed that Tanzania manufactures tires in Arusha, and we buy from them. And then Uganda specializes in textiles, Nyanza textiles. And then Kenya something else. Then some other people went and started Firestone in Nairobi without following the other agreement. So those actions are really not, we should not repeat those mistakes, because we would be very far now. The big countries can try to put pressure on us, but the way you resist depends on how strong you are. You have seen how India was threatened by some people. So if you don't open agriculture, we shall do this, we shall do that. India said no.
But India is India now. They're able to resist. So I was very happy for my sister to allow me to come here and talk with her and then with the group. Mungu awabariki. Mtazamaji wa TBC, ni Rais Yoweri